Sifa achana na changamoto zako. Sisi ulituahidi tarehe 30 tarehe. Mwisho inakuwa naziri zambi. Sasa huyu mtu hataenda mbinguni. Wewe kama unachangia, kama una 10,000 yako, unasema jamani kwa ajili ya ununuzi wa vyombo. Maana kuna mpango mkakati wa muda mfupi au muda mrefu. Kwa wenyewe wanapungukiwa na milioni 2.5. Leo wanaweza wakapata yote au waendelee kumungoja Bwana. Wanasema jamani, kwa sababu tumefikia 50% au tununue spika moja au tuweke harambee, tuwaiche jamani, tuna 1, 2, 3. Wanakuja kuchangia au sisi pesa zingine tulipata kutoka kwenye makanisa. Tuna upungufu 1, 2, 3. Maana hao wanalelewa na makanisa. Kwa hiyo wanapeleka kwenye kanisa hili, tunaomba samani tusiwapelekee milioni 2. Kuna gawa ili kanisa peleka 500,000, ili lingine peleka hivi, ili lingine peleka hivi. Ukikusanya unaipata ile hela. Sipo na kiwia. Ni mpango kazi ambao unaweza ukajiwekea. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia usiseme hivi jamani, mimi kwa niaba ya mgeni rasmi Mchungaji Maria Shalom ameniambia kawashike mkono kwa kiasi cha thamani shilingi 100,000. Madam Neema, nikaidi maana Neema ananifuata mara ya pili mdogo wangu. Ni hesabu kabisa. Sije kwa imepeleka. 1, 2, 3. Jamani, Mungu awabariki. Lakini kabla ya kuachia maiki, kushoto kwangu kuna watu, kulia Mungu amenipa neema, nikiangalia tu hata bila kuangalia, kuna watu wana suti nyingi tu zenye gharama. Ukiangalia kule kuna mwakilishi wa Bishop Samuel Bundala, na mwili unaendana sawa sawa na thamani ya pesa iliyotajwa. Milioni 2.5 kwake sio kitu. Watu taanzia mkono wangu wa kuume. Lakini kwa nafasi ya upendeleo, kuna baba yangu nimekuta hapa, rafiki yangu Mrs. and Mr. Musa. Sisi ni vijana wetu, tuna upungufu wa milioni 2 na 1,400,000 imeshatoka. Wewe kwenye hiyo pesa unatushika mkono kwa shika, baba yangu na mama yangu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jamani, pia na mimi nimeokoka na mpenda Mungu. Amen. Kaangalie mkajaba mimi nimesoma madrasa nikaona, lakini ninasali TG. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mke wangu hapa. Amen. Amen. Ubarikiwe sana. Hiyo ndio na mama atuwepo hapa. Mama, Mungu akubariki. Ubarikiwe sana. Madam, mdogo wangu japokuwa ni mkubwa, sasa ni mdogo wangu. Wewe ndio mwenye changamoto. Wale wenye changamoto nyosheni mkono. Bure wanataka hili sana. Nyosheni mkono nisije nikawakaba. Wanafunzi. Kuna mwenyekiti, wewe utatushika mkono, maana hili ni tawi lako. Kuna mafungu mnakataga huko. Alafu ni mwe mnakata na fungu moja, yeye wanakaseta mlio baki. Muonyeshe njia, unapeleka changamoto mkoani, wilayani wanapeleka mkoani. Unataka kitu fulani. Unaona wanawajibuje? Si unaona amekuja, angekuwa ameshawaambia hiyo msihangaike nayo. Sisi tungekula tu tukatawanyike, naweza kuwa nayo. Ngoja mwenyekiti akisema.
baba yangu. Labda samahani kwa ajili ya kupenda heshima yako na jinsi tu ulivyopendeza. Ni imani yangu kwamba wewe ni mtu mkubwa. Nimekuja kwa niaba ya Mama Maria Shalom. Amen. Kwa hiyo na mimi nimefundishwa itifaki na wazee wangu, waratibu wangu wa mkoa na wilaya, kuheshimu sana mkubwa. Nilikuwa natamani nikusaidie kubeba mzigo huo ili kusukuma mmoja mmoja ili basi usichoke. Ubarikiwe sana maana ndio kazi hiyo. Basi Mungu akubariki sana. Kwa hiyo niombe tuketi Nirudishe kijiti. Yes. Mungu akubariki sana. Amen. Nimesema tu nimsaidie kuwa na pointi moja ili asiweze kuchoka. Amen. Amina. Sijajua kama baba mratibu umeniridhia niweze kuendelea. Basi baada ya kuyasema hayo nianze tu moja kwa moja na kaka yake na Neema. Sijajua umesema unaitwa nani tafadhali? Okay, kaka Denesi, sasa tafadhali nikuombe usimame. Kwa heshima kwa kazi. Yaani unamtumikia Mungu aliye hai, tajiri. Mimi sio mtaalamu wa mahesabu, lakini namba isiyogawanyika kwa 2 huwa inakuwa na shida. Sihitaji sana na sababu inasumbua hata kuandika. Mratibu, si kweli mwalimu wa hesabu? Okay. Basi tuna shida ya vyombo. Watoto wetu wanaimba vizuri. Isijaje kumaanisha ninaomba, hapana, inakuja kwako mwenye moyo wa kuguswa, ambaye Roho wa Mungu yumo ndani yako. Amen. Kuna watu hapa wanaweza kusikia hivi vidogo. Unaweza kuongea neno. Ndio kwanza wewe kinanda, maana huyu haumjui. Yaani huyu ndio mwenye mkoa wake. Alafu huyu mama na moyo mzuri. Huyu mama na moyo mzuri sana. Huyu mama na moyo mzuri. Bado. Mbona hamuitikii? Mratibu, Mungu akupe haja ya moyo wako. Ngoja kwanza wewe sasa nikuone kwanza. Unajua tulikuja kwa Bundara kuiba. Mimi najua ndani yako na roho ile bora. Sikushinikizi la tunakuomba. Sasa yeye ameomba na kisemeo kabisa. Mjiandae kupiga shangwe na vigeregere. Samani MC. Hapa nitasimama kama box. Unasimama kama ndio nilikuwa nimempelekea hivi. Na kichwa hapo. Ndio kwenye chochote. Mwambie lakini mimi kwa neema ya Mungu nilipewa, ingelikuwa ni kwamba tunatoa na ahadi, nafikiri tunaweza tukawasiliana pia baadaye. Asitoi ahadi, ila nasema neno kwamba tuwasiliane baadaye, lakini kilicho nacho hapa nitawashika mkono kwa shilingi 20,000. Mwalimu Musa, umeelewa tuwasiliane baadaye? Umeelewa hicho Kiswahili? Baba Yesu asifiwe. Unajua kuna watu hawajatambulishwa sana, pata wakati mgumu sana kuwataja. Baba Yesu asifiwe. Ninamuona roho aliye bora ndani yako. Unaweza kusema jambo lolote?
nawatakia amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umependeza sana wahitimu. Mungu awabariki sana. Mimi nitawachangia 10,000. Haleluya. Hao waliobaki na wanafunzi. Hao waliobaki hawa ni wanafunzi. Amependeza hajapendeza? Alafu huyu ni Bishop. Julie poa sawa Juliet, tunapocheza unajua uko mbele ya Bishop. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi mimi nashukuru kipekee kwa ajili ya siku njema ya leo. Kwanza hongereni kwa tukio ambalo liko mbele yetu. Mungu azidi kubariki sana. Na zaidi ya yote sikuwa nafahamu hichi ambacho kinaendelea ya changizo, lakini kwa na taarifa ya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya kanisa na jambo tutalifanya, lakini mtaonana kiofisi alafu tujue. Sasa hiyo ndio umeelewa? Mtaonana. Elewa neno kiofisi. Okay, baada ya kusema hayo, sasa nyinyi makameramani nyinyi mnasemaje? Yaani nyinyi mnachukua video bure. Basha studio. Nisiwe na maneno mengi. Basi baada ya kusema hayo, nirudishe mic kwa mgeni rasmi. Kama utakuwa na la kuendeleza basi niendelee. Haleluya. Amina. Basi tusimame pamoja. Tujinyoshe mguu na mkono. Niombe kuendelea kumchosha mgeni rasmi pamoja na meza kuu. Tuende kwenye majira ya kugawa vyeti. Lakini kabla hatujagawa vyeti, ni waombe tu tafadhali wale ambao wanahusika na masuala ya vyeti tafadhali. Kwa majina naitwa Mr. Godwin, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mratibu wa mkoa wa Shinyanga, Kaspeta Tayoni. Kwa hiyo pokeeni salamu nyingi sana kutoka kwenye ofisi yangu ya mkoa. RPS wa mkoa alitamani angefika lakini alichelewa. Alikuwa na ziara Geita. Lakini hapa niko pamoja na mratibu wa wilaya, Madam Neema, naomba anyoshe mkono, apungie mkono. Na mratibu wilaya ya Kahama. Lakini nimeambatana pia na viongozi wa wilaya na mkoa ambao ni wanafunzi, naomba wote popote walipo wapunge mikono. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Kuna wengine ambao nimeingia nao hapa. Naomba pia kwa nafasi zao muhimu nitawapa pia wajitambulishe. Mungu awabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bado tuko vizuri kusimama eti? Tuko vizuri kusimama? Amina. Amina. Mungu awabariki sana. Basi na mimi kipekee kabisa nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili yenu wahitimu wetu Form 4. Mungu awabariki sana. Na hongereni kwa ajili ya mapambano kuanzia 0 mpaka kufikia hapo mlipo. Endeleeni sana kumshika Mungu na Mungu atakuwa akiwabariki. Na mtaenda mbali mkiendelea kusikiliza na kujifunza elimu ya duniani lakini na elimu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa kusema hayo, mimi pia ni mchungaji na ni mwinjilisti.
wa makanisa ya SEI. Kwa hiyo kuna jambo ambalo litaendelea mbele yetu baada ya muda wa kumaliza haya. Kwa hiyo nisiwe na mengi ya kusema, nitazungumza. Jua kuna wakati upo utakaoweza kuzungumza, lakini niko na wawakilishi wangu ambao ni kanisa la mahali pamoja. Hebu mahali popote pale walipo huko tusimame, alafu tupunge mkono. Ezekiel, Blessy Julius, nenda taratibu kwa ajili ya kupewa cheti. Hiyo ni kumbukumbu. Kalen Medad, Caroline Kisangai, Charles John, Edina Emmanuel, Esther Charles Mashauri, Gibson Sauli, Glory John, Glory Kagoma, Aileen Mbuga, Jacqueline Jeremia, Jackson Samueli, tafadhali niombe unapopokea cheti ushike kwa mikono miwili kwa sababu nachukua kwangu chapu. Hapo. Fanya laka. Jacob Borohai. Fanya laka hapo simu kwenye chaja. Jeremia Ayubu. Changamka huyo. Judith Emmanuel. Judith Elton. Juliet Pius. Kevin Stefan. Remika Baraka. Rightness Oscar. Magdalena Elias. Kevin. Hao ni wanachama kabisa hai wa Kasfeta ambao wamekuwa waaminifu kwa miaka yote. Nirudie tu kusema wamekuwa wakimtumikia Mungu kwa moyo wa uaminifu. Lakini ndani yao walikuwepo watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakiliongoza tawi hili katika idara mbalimbali. Ndio maana unaona mambo yako vizuri kabisa. Ndugu mgeni rasmi, nakuta umehitaji ile nyingine. Basi niendelee kuja kwako kwa moyo unyenyekevu sana. Niwalete kwako viongozi wetu ambao wamehudumu katika nafasi mbalimbali. Basi nimlete kwako Nemadase ambaye amehudumu kama mwenyekiti kwa mwaka 23 hadi 24. Neema Dase Bugari, binti mzuri asiyekuwa na mawaa kabisa. Nenda ukapokea cheti chako cha uongozi. Amenolewa kabisa, yuko vizuri kitaaluma, kinidhamu na kiafya. Lakini kuna Rehema Marima, ni binti mwenye roho bora kabisa. Ukimtazama tu hata tembea yake utaelewa. Ametumika kwenye nafasi ya katibu. Amekuwa mwaminifu kabisa. Sio mwaminifu na makini. Binti asiyekuwa rushwa hata kidogo. Lakini yuko kijana mwingine ambaye ametumika katika nafasi ya mwenyekiti msaidizi mwaka 2025 hadi 26. Anaitwa Sharon Shemueli. Ametumika katika nafasi
tunaenda kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Najua ana tawi, ana watu nyuma yake, lakini tumemwongezea jukumu la kulea vijana. Na mimi Pastor David naamini tutakutumia katika ngazi zote. Wewe ni mwenzetu pamoja na wengine tunaofanya nao kazi pamoja. Mungu wa mbinguni aendelee kutuinua. Funika macho yako. Mtumishi wa Mungu, sogea. Tusogee tu hapa. Wote tusogee tu. Waweza ukanyoosha mkono wako kwa ajili yake. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni Mungu wa haki, wewe ni Mungu unayetupenda. Katika nyakati zote wewe utabaki kuitwa Mungu. Asante Bwana kwa ajili ya maono haya ya Tayomi ambayo Mungu umeyaweka ndani ya watumishi wako. Huduma hii Bwana imepata kibali ndani ya taifa la Tanzania tangu mwaka 1980 mpaka leo ni 2026. Maono haya yameendelea kusimama, maono haya yameendelea kuwa hai na yataendelea kuwa hai kwa sababu kazi uliyoianzisha Kristo ndani ya muasisi wa huduma hii, Mchungaji Dr. Joseph Justin, ambaye ametangulia mbele za haki, leo hii kazi unaiendeleza. Hata wakati ambapo hayupo umeendelea kuacha mbegu ambayo tumeendeleza hata sasa. Watangulizi wetu wametufundisha, nasi tunaendelea kuipanda hii mbegu ikaendelee kumea hata kwa vijana waliopo sasa. Baba, ninakuita, Baba ninakutukuza kwa ajili ya mtumishi wako Askofu David ambaye Mungu umempa kibali, na jambo hili limepata kibali ndani ya moyo wake kwa ajili ya kubadilisha maisha ya vijana ili wakaubadilisha ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo natamka neema ya wepesi ndani yako, ukawe mwepesi kuitikia wito wa kutumika pamoja na vijana katika jina la Yesu Kristo. Katikati ya changamoto zote za vijana, Bwana ukamtumie mtumishi wako huyu, ukaendelee kumpaka mafuta kwa ajili ya kazi hii. Jehova ninakutukuza, Jehova ninakuinua, maana Roho wako Mtakatifu ameonekana ndani ya mtumishi wako huyu, nyenyekevu kabisa, ambaye Bwana ameamua. Haleluya. Kipekee kabisa niweze kushukuru viongozi wa tawi hili pamoja na walezi ambao wamefanya kazi kubwa kuifikisha hii kazi hapa. Tuna matawi mengi ambayo hayana walezi, tunawalea, lakini ninyi hapa mnao walezi wa kutosha. Hebu jipigieni makofi kwanza. Lakini tu sio walezi wa kutosha, walezi wanaompenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu wanaijua huduma vizuri, wameenda mbali, wamewatafutia mchungaji mlezi. Kwa hiyo mchungaji, naomba nikushike mkono. Hawa vijana wanahitaji malezi. Tupo katika kizazi ambacho kimechangamka. Nikisema kimechangamka unanielewa. Kizazi ambacho kina mambo mengi. Naomba nipite hapa. Lakini kutokana na mwongozo, kutokana na katiba ya Tayomi inawatambua wachungaji. Kasfeta inafanya kazi na wachungaji wote ambao ni washiriki au wanachama wa CPCT ambao ni Baraza la Maaskofu Tanzania la makanisa yote ya Kipentekoste. Tuna wachungaji wa wilaya, tuna wachungaji wa mikoa, lakini pia tuna sehemu ya wachungaji wa matawi. Kwa hiyo ninayo heshima kubwa sana kukutangaza rasmi na nitakutolea taarifa mpaka taifani kwamba kuanzia sasa wewe ni mchungaji mlezi wa tawi la Rempers Secondary School. Kwa mmenielewa, mngepiga makofi. Na sio kupiga makofi, mngekuwa mmesimama. Bwana asifiwe sana. Kazi tunayofanya ni kazi ya kitume, haina malipo, hamna mishahara. Tunafanya tukijua kwamba ipo mede ya thawabu ambayo Kristo ameiandaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
Nikuombe mgeni rasmi, naomba usogee hapa. Walezi wote wa tawi hili naomba msogee hapa. Jua wote ni watumishi wa Mungu. Na ninajua juu ya bishop hapa kuna mafuta ya kutosha. Kevi kwa Madam yuko. Yule mwalimu wa kwaya yuko. Yule mlezi. Karibu mtumishi. Okay. Haya, endelea kutusetia huko. Kwanza tupate picha hapa pamoja. Ratibu karibu. Tupange kwa itifaki. Igeuze taa. Mungu ninakushukuru, Mungu ninakuinua, uliyepo na utakayeendelea kuwepo. Bwana, makusudi yako hayawezi kuzuilika. Neno lako likatimie, neno lako likatukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shetani ndio ashangae. Sijakwambia uache kupiga makofi jamani. Yaani piga makofi mpaka zawadi zote hizi zifike hapa. Amen. I said powerful. Sasa unajua Mungu ni wa ajabu sana. Juzi nilikuwa na watumishi wa Mungu. Kuna wazo lilikuja, tukakaa tukawaza, lakini naona limetimia. Tulikaa tukawaza tutengeneze timu ya Kasfeta Tayoni. Yaani huwezi amini, leo naona mipira hapa. Ungekuwa mmenielewa mngepiga makofi. Yaani jamani, kwa mbele za Mungu hatushangai hivyo. Hii ni baraka kubwa sana. Unaweza ukasema kwamba mipira nini, tunaenda mbinguni. Unacheza mpira na mbinguni unaenda. Na timu ya mpira Shinyanga imeanzia hapa leo kwa jina la Yesu. Maono haya yameanzia, yatatoka hapa taenda Galilaya, Kapernaumu mpaka Nazareti, mpaka miisho ya dunia. Keti. Ningekuwa Mtwara vijana ungekuwa ameshakuja kutoa haya, lakini sasa hapa ni Kipengere. Vijana wa Mtwara wamechangamka kidogo. Ningekuwa Mtwara bless ungekuwa ameshakuja kutoa. Nisiwe na maneno mengi sana, na hisi naweza nikajikuta ninaharibu. Basi niwahakikishie tu ndugu wageni rasmi na wageni walikwa na mabibi na mabwana, niko ukingoni. Niwahakikishie tu. Basi baada ya kusema hayo, tunaelekea kwenye keki, na kabla ya basi niwaombe watu ambao watatuletea keki tafadhali. Tumebakiza tu na kipengele kimoja cha keki na champagne. Kwa hiyo niwaombe wale watu ambao wanatuletea keki na champagne waweze kusogea mbele haraka. Basi wakati keki inaendelea kuandaliwa, tafadhali form 4
karibu mbele chap chap ili tuweze kusevu muda. Chap chap. Wale wanaoleta keki tafadhali mwanzie kule. Kumbuka tunachukua kumbukumbu. Basi na kwa heshima hii ya kipekee, kwanza nishukuru kwa katibu na jopo la uongozi wote kwa kuweza kuniamini. Ni mchungaji kijana lakini mtumishi wa Mungu nina historia naye. Haleluya. Tumehubiri sana mji mzima wa Kahama, lakini hatimaye Mungu anatupeleka na tunajua tutafika mbali zaidi. Amina. Kwa hiyo na sisi tukifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu tutafika mbali, lakini tusimwache elimu aende zake. Kwa hiyo nashukuru sana kwa tangu kufahamiana, tunapendana, tunafurahi, na hatimaye mimi sikutegemea kwamba tutakutana hapa. Kwa hiyo wito na ushauri wangu, tuishi na watu kwa wema, ili tukikutana kwenye matukio kama haya basi kusiwe na maswali mengi. Amina. Basi na mimi nilivyopokea taarifa hii nikasema niko tayari, kwa sababu mzigo wangu huwa ni Injili. Haleluya. Mzigo wangu ni Injili, na bado tuna ratiba kubwa. Tulianza kanda ya Tabora huko, tumepiga Injili huko Tabora kuanzia kona 4 Busoni wapi, na hata kesho pia tunaondoka na timu ya kanisa tunaelekea Kakola. Tutakuwa tuna mikutano Geita mpaka wapi huko Geita, Singida, tuna mikutano mingi. Kwa hiyo Mungu alitutoa kwenye nafasi moja kutupeleka kwenye nafasi nyingine, na bado kazi tunachapa. Haleluya. Kwa kusema hayo, tulipopokelewa na tukasema na sisi tutakuja na zawadi hii. Yako maboksi mengi ya maelfu ya vitabu na mipira ipo. Tukasema na sisi tutoe zawadi yetu hii ambayo inatoka kwa mtumishi wa Mungu Dana More. Nafikiri wote tunamfahamu, ni mhubiri wa kimataifa, lakini pia nitachukua nafasi hii kwa dakika chache, nitampa pia mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti Paul, yuko kwenye timu hiyo ya Dana More, lakini sisi ni wainjilisti. Ufafanuzi kwa ufupi,
Huu mkono ni mwandishi ameutumia kuandaa upendo wa Mungu, ambao ili kuishi upendo wa Mungu au kufikia upendo wa Mungu kuna hatua 5 ambazo tunaweza kuzipitia ili kufikia upendo wa Mungu. Cha kwanza, kuna habari njema. Lazima utasikia habari njema, ambayo ni kidole hiki, kidole gumba. Au ukiona mtu amekufanyia hivi, anamaanisha nini? Hii ni habari njema. Lakini kuna kidole hiki ambacho chenyewe kinamaanisha habari mbaya. Mtu akikusonta hivi, maana yake anakutahadharisha habari mbaya. Na kuna kidole hiki, mtu akikufanyia hivi, anakutahadharisha habari mbaya zaidi. Na kuna kidole hiki cha tatu ambacho ni kidole cha pete. Hichi chenyewe anakwambia ni suluhisho. Lakini kuna kidole cha mwisho hiki ambacho anakwambia nini cha kufanya. Hatua zote hizo na maelezo yote yameandikwa kwenye hiki kitabu cha Maisha Yako Mapya. Zimeandikwa hapa kwenye ukurasa wa kwanza, kwa sababu nyie ni wasomi, mtasoma na mtaelewa. Lakini kwa kitabu hiki pia kinasaidia kwa waongofu wapya. Sana sana kinatumika kwa uinjilisti, kwa waongofu wapya, wale ambao ndo anaanza kuokoka. Ukimpa kitabu hiki kinamwelekeza hatua ya awali mpaka hatua ya mwisho ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaomba mipira hii tunaigawa kwa wanafunzi, kwa sababu tunaamini kupitia michezo tunaweza kumwinua Kristo, kama wanavyofanya mataifa wanatumia michezo. Lakini na sisi ni huduma ya A Light to the Nation, ambayo kiongozi wetu ni Dana Morley, na tunaye kiongozi wetu wa Afrika Dr. Ian Tumsime kutoka Rwanda. Na kwa hapa Tanzania nalelewa kwenye kanisa la FPCT Shalom Temple kwa Bishop Sixbet Kuzenza. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Amen. Basi na mimi nashukuru Mungu. Mimi naitwa Mchungaji Daudi Mundoe, lakini ni askofu wa jimbo la Kahama kwenye kanisa letu Maseki. Tuko hapa nyuma, kama unaelekea barabara inayoelekea Kidete, ukifika shule ya msingi Maila, ukiangalia pembeni hapo utaona kuna kanisa kubwa sana liko kwenye hiyo barabara. Kama unapanda hivi opposite na msikiti na upita msikiti, utaona kuna kanisa kubwa hapa. Nafahamu hata kuna wanafunzi wengine walikuja. Wangapi walikuja kule kanisani? Wakwate? Amina. Basi kwa kusema hayo, niseme Mungu awabariki, na tunakabidhi zawadi hii na tunaomba mpokee, na mambo mengi tutayafanya kwa sababu tunataka uamsho mkubwa hapa. Haleluya. Kuna mambo makubwa sana tutayafanya. Hii ni mwanzo, lakini tutafanya mambo makubwa. Kila atakayetoka hapa ikawa mbegu nzuri. Na nimshukuru sana mtumishi wa Mungu, rafiki yangu, amekuwa baraka sana. Hebu mpigieni makofi mtumishi wa Mungu. Haleluya. Hebu tumpigie tena makofi mazuri mwalimu wetu. Amen. Amekuwa kiunganishi kikubwa, amekuwa mshauri, amekuwa akifanya kazi zangu usiku na mchana. Tumekuwa tukishauriana mengi. Kwa hiyo kwa kusema haya, Baba Mungu akubariki sana. Na kuheshimu na niombe mtu wa itifaki, tafadhali panga safu namna na kwenda kuelekea kwenye chakula. Tafadhali, 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 tafadhali. Tafadhali sana. Mama Ngoda, mimi naamini kabisa wewe ni mama aliye bora. Hicho sio kilevi, hicho sio
kilevi. Unaona? Inatosha. Mimi niombe Malinga umnyweshe mama kidogo kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Malinga, shemiti kwanza mshike begani. Ujui, mshike begani tafadhali. Yes. Basi, baada ya kusema hayo, kwa heshima na tazima kabisa, niombe kuahirisha program zote. Niombe kuahirisha program zote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Basi baada ya kusema hayo, Madam Neema tafadhali kabisa, keki hiyo watunzie kidato cha 4 na walezi wao pamoja na hiyo shape. Mama ngoja. Mmeshamaliza mayo wa mara. Roho mafunuo. Kwa mama tafadhali madam naweza kufuata hiyo 40. Basi niombe chombo cha keki kiweze kutolewa mbele ili program zingine ziweze kuendelea. Baada ya kusema hayo tafadhali niombe nisiwachoche sana. Tumeziona uwepo wako, tumeuona amani yako, tumeiona. Tumeona furaha ya watoto wako kidato cha 4 wakiendelea kufurahia wanapoenda kufikia hitimisho la kumaliza masomo yao ya sekondari. Nikusihi Mungu endelea kuwapa moyo ulio bora. Huenda kuna mahali tumewakwaza sisi kama walezi wao, ikawa ni mwisho siku ya leo, watusamehe sisi katika siku hii ya tarehe 19 mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu, chakula ninakibariki. Kila atakayepata kuweka chakula hicho kinywani, Baba akapate afya njema na ili aweze kukutumikia zaidi. Hata wale ambao hawajakujua kupitia chakula hiki, Mungu wajue hakika wewe ni Mungu. Lakini kuna watakaoondoka nyumbani baada ya hafla hii, Baba natia shime sana mbele zako. Watangulie na kuwaongoza, uwalinde na uwapiganie. Waongoze, maana najua adui anasaga meno kwa ajili yao. Na walipotoa Mungu wasijute. Hata wale ambao huenda wanawaza wametoa kidogo, katia msukumo usio wa kawaida. Mungu akumbuke kwamba ile kazi ni kazi yangu, sio kazi ya wepas. Neema yako na uwezo wako viendelee kuwa pamoja nasi. Maneno haya nayatia muhuri kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Amen. Ndugu mgeni rasmi pamoja na meza kuu, tafadhali kabisa niombe twende kama ifuatavyo. Mgeni rasmi atapitia mkono wa kushoto wake, kisha wataambatana. Kwa hiyo maana twende hivi. Sasa twende mzee. Baba, sio ni vizuri, lakini hizi kwetu Mtwara hazipo. Kwa hiyo keki hii imefunguliwa kabisa kwa heshima kubwa sana, na hatuhitaji maneno mengi sana, siasa nyingi sana, kufungua keki shingapi, ila kuikata hautashika kisu bure. Kwa hiyo nimuombe Regina kwa heshima kabisa. Regina tafadhali mwanangu mzuri, njoo hapa pamoja na Juliet ili muweze kumsaidia mgeni rasmi. Pamoja na madam. Madam na yeye aje. Mdogo wako. Tafadhali chachapo kumsaidia mgeni rasmi. Hii keki imetoka mbali sana. Kwa hiyo nikuombe tafadhali kwa heshima kubwa sana, tuambie unaikata kwa shilingi ngapi. Njoo simame huku. Ili asianguke mgeni rasmi. Hapa. Mbele yako kuna keki, tuambie tu unaikata kwa shilingi ngapi. Ndio umeambatana na jopo kubwa sana la wazee. Sasa najiuliza tu, mbona wazee niombe kabisa. Sio kwa lazima. Baba, naomba nirudie. Mimi nikikuona wewe namuona Mungu. Yaani si kwamba naongea ni kusema. Yaani nikikutazama namuona Mungu.
Yaani namuona yule Mungu aliyesema fedha na dhahabu. Mimi sifahamu, lakini najua Mungu fedha na dhahabu. Niwekeni itakuwa na wewe kamera. Kijana wako, unajua yule kijana wako. Ndio naenda kwa mwingine. Mwakilisha. Ni kalini kabisa huyu, ni kalini. Hizo ndizo zitunza. Unajua aliyekusia ni huyu aliyesema tunataka keshi. Yaani wewe ndio uliyekata mizizi. Yaani wewe kijana unaona kijana sasa ana maneno mengi. Nikisichumu hivi imetengenezwa kwa shilingi ngapi? Ngapi? Madam, imetengenezwa kwa shilingi ngapi? 150. Wewe najua unanifahamu, nishawahi kukukuta kwa mtandao. Kwa hiyo unanistarini vizuri. Sasa. Hamsini. Nimeona kuona basi unaona kuongelea madam Maria unaona. Ndugu wageni waaliko mabibi na mabwana, mshike mkono mgeni rasmi. Basi sasa wakati keki inaendelea kukatwa, moyo wangu unaniambia kuna mama aliyeingia pale. Mama karibu hapa kidogo. Mama wewe mama mzuri mzuri. Wewe. Anayefungua champagne ni nani? Nani? Maria toka kwa Unaangalia bwana, naelekea gani viongozi? Mwanzo na Mungu. Okay, alikasogea hapa. Mama nani kwake? Mama sogea hapa karibu na ujiti hapo. Mwanga, sogea hivi. Haya. Sasa kwanza mali kuja kwanza. Nishike. DJ tafadhali. Niombe mheshimiwa mpishe mgeni rasmi. Kabisa. Akunisha mgeni rasmi. Unahitaji kwenda muda. Ndio. Yes. Aha. Unajua tunachukua kumbukumbu. Sogea hapo mzee. Yes. Sijajua nasikia sawa. Umemaliza baba? Nisikusumbue, tunaenda ukae. Baba karibu. Ugeuze hiyo stand. Sijajua kama nasikia sawa, kijana ambaye hajaoa wala kuolewa. Kama kuna kijana ambaye hajaoa wala kuolewa. Mama ngoja. Tumesoma risala yenye milioni 2.5. Sasa champagne hii inafunguliwa.
Wewe hii champagne unaifungua kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi 10,000. Majaliwa yuko wapi? Kuifungua kwa shilingi 10,000 inatosha. Aongeze ngapi? 5,000. 6,000. Mama. Na niombe mtu wa itifaki tafadhali panga safu namna ya kwenda kuelekea kwenye chakula. Tafadhali, 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 tafadhali. Tafadhali sana. Mama Ngoda, mimi naamini kabisa wewe ni mama bora. Hicho sio kilevi, hicho sio kilevi. Unaona? Inatosha. Mimi niombe Maliga umnyweshe mama kidogo kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Maliga, shiriki kwanza mshike begani. Ujui, mshike begani tafadhali. Yes. Basi, baada ya kusema hayo, kwa heshima na tazima kabisa, niombe kuahirisha program zote. Niombe kuahirisha program zote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Basi baada ya kusema hayo, Madam Neema tafadhali kabisa, keki hiyo watunzie kidato cha 4 na walezi wao pamoja na hiyo shape. Mama Ngoja, mmeshamaliza mayo wa mara. Roho mafunuo. Kwa mama tafadhali madam, naweza kufuata hiyo 40. Basi niombe chombo cha keki kiweze kutolewa mbele ili program zingine ziweze kuendelea. Baada ya kusema haya tafadhali niombe nisiwachoche sana. Tumeziona uwepo wako, tumeuona amani yako, tumeiona. Tumeona furaha ya watoto wako kidato cha 4 wakiendelea kufurahia wanapoenda kufikia hitimisho la kumaliza masomo yao ya sekondari. Nikusihi Mungu endelea kuwapa moyo ulio bora. Huenda kuna mahali tumewakwaza sisi kama walezi wao, ikawa ni mwisho siku ya leo, watusamehe sisi katika siku hii ya tarehe 19 mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu, chakula ninakibariki. Kila atakayepata kuweka chakula hicho kinywani, Baba akapate afya njema na ili aweze kukutumikia zaidi. Hata wale ambao hawajakujua kupitia chakula hiki, Mungu wajue hakika wewe ni Mungu. Lakini kuna watakaoondoka nyumbani baada ya hafla hii, Baba natia shime sana mbele zako. Watangulie na kuwaongoza, uwalinde na uwapiganie. Waongoze, maana najua adui anasaga meno kwa ajili yao. Na walipotoa Mungu wasijute. Hata wale ambao huenda wanawaza wametoa kidogo, katia msukumo usio wa kawaida. Mungu akumbuke kwamba ile kazi ni kazi yangu, sio kazi ya wepa. Neema yako na uwezo wako viendelee kuwa pamoja nasi. Maneno haya yanatia muhuri kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ndugu mgeni rasmi pamoja na meza kuu, tafadhali kabisa niombe twende kama ifuatavyo. Mgeni rasmi atapitia mkono wa kushoto wake, kisha wataambatana. Kwa hiyo maana twende hivi. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say the name of Jesus.
Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of how sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. Your